Ili uwe kwanza kupata habari za michezo na burudani, subscribe, comment, like pamoja na kushare katika page yetu. Bwana, mnyama Simba kwa hivi sasa yuko busy na kufanya usajili, kutokana watu wengi wanaona kwamba mnyama yupo kimya. Mpaka hivi sasa bwana hajatambulisha mchezaji yoyote, tofauti na wasimu wao Yanga ambao wameleta baadhi ya wachezaji ambao wana majina kwa hiyo namna moja ama nyingine. Lakini kwa hivi sasa Simba wako serious kweli. Simba wameingia machakani kusaka wachezaji wazuri. Simba wameenda mbali kutafuta wachezaji wazuri. Kwa hivi sasa bwana Simba washamalizana na kiungo mshambuliaji wa klabu ya Teungueth ambayo inashiriki ligi kuu ya huko Senegali. Huyu bwana anaitwa Libasa Gueye. Ni mchezaji ambaye ashawahi pia kukanyaga katika ardhi ya Tanzania. Alikuja na timu yake hapa ya Senegali katika mashindano ya Chani. Vile washakutana pia na Tanzania katika mechi ambayo ilikuwa ni ya kujiandaa na mashindano ya Chani, ilikuwa ni mechi ya kirafiki. Huyu bwana ni mchezaji ambaye ni msumbufu kweli, ni winga ambaye anajua mpira. Mguu wake wa kushoto umejaliwa, mguu wake wa kushoto ni mguu ambao wa dhahabu, ni mguu ambao anaweza kufanya maamuzi makubwa mpira ukiwa katika mguu wa kushoto. Huyu bwana ni msumbufu kweli, anaweza kusaidia Simba katika mashindano ya klabu bingwa barani Afrika. Kama unavyojua ndio malengo ya mnyama hivi sasa. Usajili anaofanya sio kwa ajili ya kulenga ligi kuu ya Tanzania bara wala kombe la CRDB Cup. Yeye Simba anajiandaa kwa ajili ya mashindano ya klabu bingwa barani Afrika. Kama unavyojua bwana, Simba anaanza na experience ya Tunisia pale Tunisia, kwa sababu mnyama mwenyewe anajua kabisa kibindoni katika kapu hana pointi hata moja, na ndio maana usajili wake anafanya usajili mkubwa, aende akashinde pale Tunisia, aje ashinde Tanzania, awe ameokota pointi 6 akiwa anasubiri mechi zake mbili, moja nyumbani na nyingine ugenini. Lakini sio rahisi, na ndio maana ameonyesha kabisa zaidi kwamba katika mashindano ya klabu bingwa msimu huu bado anayataka au bado hajakata tamaa, na ndio maana anafanya usajili mkubwa, anafanya usajili ambao unaweza kuipushi Simba kutoka sehemu moja na kwenda sehemu nyingine. Ndio maana ameenda mpaka Senegali. Kama unavyojua bwana, Senegali walipata mchezaji ambaye amewapa mpaka goli bora la Afrika. Huyu ni Pape Ousmane Sako, ni mchezaji ambaye alikuwa anakiwasha pale katika timu ya Simba, lakini kwa hivi sasa ameondoka. Lakini pia jina lake lilikuwa ni kubwa, aliimbwa sana katika timu ya Simba, Pape Ousmane Sako, kutokana na ubora wake ambao alikuwa anaonyesha katika timu ya Simba. Ameshafanya mambo mengi makubwa, ikiwemo kufunga goli bora, ile goli la TikTok, na ndio maana hivi sasa Simba wameenda tena Senegali kuchukua mali nyingine. Wenyewe wanadai kwamba Senegali hatoki mchezaji mjinga, Senegali hatoki mchezaji ambaye hajui mpira, na ndio maana wameenda mbali kabisa kwenda kumchukua Senegali, na wanasema kumpata mchezaji Senegali sio rahisi, kutokana wachezaji wengi wa Senegal wenyewe malengo yao makubwa ni kwenda kucheza nje ya mipaka ya Afrika, ni kwenda kucheza Ulaya. Kama unavyojua katika Chani ambayo iliisha, ukiacha ambayo imechezeka Tanzania, Kenya na Uganda, Chani ambayo imeisha ilifanyika pale Algeria. Senegali iliuza wachezaji wake asilimia kubwa, yani asilimia 90 wachezaji wake wote waliuzwa, na wengi wao walienda kucheza katika timu kubwa huko Ulaya, na wengine pia wamerudi katika AFCON hivi sasa, na wengine pia walikuja mpaka hapa Tanzania, ikiwemo ule Sheikh Sidibe alikuja kucheza Azam, na wachezaji ambao waling'aa katika AFCON iliyopita, ukiacha hii ambayo imeisha hivi karibuni, na wao ndio walikuwa mabingwa bwana, na kikosi chao chote asilimia kubwa kilienda Ulaya. Na ndio maana Simba anasema kwamba malengo wachezaji wa Senegali ni kwenda kucheza Ulaya, lakini wao Simba wametumia nguvu kubwa kumleta huyu bwana, kutokana ni mchezaji ambaye anao mwingi mguuni, ni mchezaji ambaye anaweza kusaidia timu ya Simba kuitoa katika eneo ambalo sasa hivi ipo, na watu wengi wanalaumu Simba, watu wengi hawajui shida iko wapi. Je, ni uongozi ama ni mwekezaji ama ni nani? Lakini Simba wenyewe wanaona kwamba kuna sehemu ambayo inaregarega katika eneo la kucheza, na ndio maana wako bize kuleta wachezaji wa kazi, wako bize kuleta wachezaji wa shoka, wachezaji ambao wana uwezo mkubwa, wachezaji ambao wanaweza kuifanya Simba ikamove kutoka sehemu moja na kwenda sehemu nyingine, na sio kwamba watu ambavyo wanaonekana kuikatia tamaa Simba, kuona kwamba ni timu ambayo kwa hivi sasa imeloa, yani timu ambayo ni legelege, timu tepetepe. Lakini wenyewe uongozi sasa hivi umejitathmini na kuona kwamba kuna shida katika wachezaji, na ndio maana wako bize sasa hivi kufanya usajili mkubwa, usajili ambao utaifanya Simba iendelee kuwika hapa barani Afrika, Simba iendelee kutamba katika soka la hapa Afrika. Kama unavyojua bwana, Simba ni majiant wa hapa Afrika, kati zile
timu 5 bora Afrika, Simba nao wamo. Hivyo timu kubwa haitakiwi kuwa na matokeo mabovu. Timu kubwa inatakiwa ijue kujimaintain, yani iwe na muendelezo wake ule ule wa miaka yote, na ndio maana Simba kwa hivi sasa walishajua kwamba waliteleza, wako bize kufanya vitu vizuri, yani kufanya usajili ambao unafanya Simba iendelee kuimbwa, Simba iendelee kuishi katika midomo ya watu wa Afrika kwa sababu Simba bwana ishafanya mambo mengi makubwa. Kama unavyojua hata msimu uliopita Simba amefika katika hatua ya fainali ya kombe la CAF Confederation. Kwa mara yao ya kwanza Simba hawakuwahi kufika fainali, lakini Yanga walishatangulia, hivyo Simba wamekuja kuwa timu ya pili kwa Tanzania kufika fainali, na sio rahisi kwa timu kutoka ukanda huu wa Afrika Mashariki kucheza fainali, lakini Simba na Yanga wameshafanya hivyo. Kutokana na Simba msimu uliopita shafanya hivyo, msimu huu malengo yake ni yale yale ya kufika hatua ya nusu fainali ya kombe la klabu bingwa barani Afrika, na wenyewe wanasema kwamba malengo bado hayajafa, kutokana wamepoteza mechi 2 za hatua ya makundi katika kombe la klabu bingwa barani Afrika, lakini malengo yao yako pale pale kufika katika hatua ya nusu fainali ya klabu bingwa barani Afrika. Na wanasema katika dirisha dogo hili watavunja benki kweli kweli, benki zitavunjwa, wataleta watu wa kazi, na kuna watu pale wataondoka, watu wengine watashangaa kwa nini wameondoka, kutokana wanalegelege, hawafanyi kazi, yani hawachezi kama wachezaji ambao wanastahili kuichezea Simba. Kuna wachezaji wa kimataifa lakini wanashindwa mpaka na wachezaji wazawa, hawaonyeshi ile hali ya upambanaji, hivyo wataondoshwa pale wachezaji ambao watu wengi hawataamini, kwa sababu Simba inaona kabisa kuna wachezaji wanayohujumu timu yao, ndio maana haifanyi vizuri katika mashindano ya kimataifa. Kama unavyojua bwana, Simba kwa Mkapa huaga ni ngumu kupoteza, lakini msimu huu amepoteza. Ni jambo ambalo limeumiza sana wana Simba wengi, ikiwemo uongozi wa Simba, kwa sababu unajua mechi zao za nyumbani ndio mechi ambazo za mauaji, ndio sehemu ambayo Simba huaga inatamba, ni nyumbani kwa Simba. Benjamin Mkapa hakuna timu ambayo inatoka, zimekuja timu kubwa kama Al Ahly zimekalia, Wydad amekalia, lakini hivi sasa amekuja Petro amewafunga Simba. Ni kitendo ambacho hawajalizishwa nacho, na kuona kwamba kuna wachezaji ambao wanacheza kwa kiwango kidogo, yani kiwango cha chini, ambacho mchezaji kama huyu anayetumikia klabu ya Simba hatakiwi kucheza hivyo. Anatakiwa aonyeshe au aongeze bidii zaidi ya vile ambavyo wanacheza, na ndio maana anasema watawanyoa wachezaji wengi ili walete wachezaji wazuri, kwa sababu Simba ni timu kubwa, uwezo inao, na itafanya hivyo ili iweze kwenda mbele zaidi. Je, wewe mdau wa michezo unaonaje kuhusiana na swala hili la Simba wanachokifanya? Wako sahihi kwa sasa hivi? Na je, unaonaje kuhusiana na usajili huyu bwana Walebase Gueye, fundi wa kabumbu? Je, atakuja kutiki katika timu ya Simba au atakuja kusuasua? Kama unavyojua bwana, wachezaji kutoka Senegali ni wachezaji hatari na nuswe bwana. Unaruhusiwa hapo kucomment katika comment section, unashusha comment yako hapo, una subscribe utakuwa umetisha kinoma noma, ili kila habari inapotoka ya motomoto uwe wa kwanza kuipata.